Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi kwa mara nyingine. Nipende kutumia nafasi hii kumshukuru Mungu. Na tamani kuchangia hii bajeti kuu, lakini namshukuru Mungu nimefika salama, hivyo mpokee salamu zangu hizo kutoka nje ya nchi. Tulikwenda kwa ajili ya mkutano wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya mkataba wa watu wenye ulemavu kwenye suala zima la ujumuishwaji. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nishukuru serikali yangu pamoja na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia kutuunganisha watu wenye ulemavu katika bajeti hii. Kiukweli nimeridhika na nimeona pia kuna kipengele ambacho kinahusu wanawake, watoto na vijana na wazee pia. Niombe Mheshimiwa Naibu Spika, hii 2% ya mkopo kwa watu wenye ulemavu ni kama haitunufaishi. Hivyo ndani ya bajeti zote watu wenye ulemavu wangewekwa. Kwenye upande wa afya wawekwe pia watu wenye ulemavu kwenye bajeti na washirikishwe kikamilifu, sio kwamba ule mkopo uingie kwa 2% peke yake. Wazee, watu wenye ulemavu pia tupo, wanawake wenye ulemavu wawepo, fursa zikiwemo pia wawekwe watu wenye ulemavu. Sipendi kusikia kwamba watu wenye ulemavu wapewe kama huruma, hiyo sipendi, na wao pia ni binadamu kama binadamu wengine, na ni haki ya binadamu tupewe haki sawa kama wengine. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti hii ya serikali tunapaswa tuwe makini zaidi. Tunapaswa tuwe makini kwa hali ya juu zaidi. Hali ya uchumi wa sasa ni tofauti na uchumi wa miaka iliyopita. Tusilete utani kabisa. Tuwe serious na hii bajeti kabisa. Waheshimiwa wabunge wale ambao ni wazima pia wanaweza kuwa walemavu wa kesho. Hivyo tukae kwa makini kwa ajili ya kupitisha bajeti hii vizuri, kwa moyo mmoja, kwa upendo kabisa. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti hii mimi kiukweli sijajua niseme nini mpaka sasa, na sitaki kusema ikaonekana ni utani, siwe ni utani. Bajeti hii tukae kwa umakini. Mimi sina mashaka na Profesa, Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Kabudi pamoja na uwekezaji, sina mashaka. Masuala ya watu wenye ulemavu, mimi kwenye suala zima la mkopo, narudia tena, hatunufaiki mkopo wa 2%. Miaka na miaka mpaka sasa hatunufaiki. Sasa unafikiria kupata maisha bora kwa watu wenye ulemavu kwa 2%? Mimi napinga kabisa 2% kwa watu wenye ulemavu, hapana. Tunahitaji tupewe full kama wengine. Sisi watu wenye ulemavu sio watu wa kubebwa. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kwa unyenyekevu mkubwa mkopo wa 10% huu ni kwa ajili ya wanawake. Wapo wazazi wenye watoto wenye ulemavu, wapewe huu mkopo wa 10%. Naibu Waziri TAMISEMI, wakubali wapewe wazazi wa watoto wenye ulemavu kwa niaba ya watoto. Hivyo niombe Mheshimiwa Naibu Spika, hili ni ombi langu la mwisho. Narudia tena,
Mimi nitamalizia hapa. Kabla sijaunga hoja mkono, narudia tena kwa unyenyekevu mkubwa, bajeti hii tuifanye kwa ukamilifu. Watu wenye ulemavu wajumuishwe kikamilifu, sio kubebwa, sio kama watoto wanaweza kubebwa. Huruma, hapana, hatutaki huruma. Cha mwisho tena, Mheshimiwa Naibu Spika, Tanzania ni nchi yenye amani. Tanzania ni nchi ya muungano. Tuilinde, tuisimamie, tuipende nchi. Mungu aibariki. Naomba kuunga mkono hoja. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana Mheshimiwa Nasri.